Nitasema kuna changamoto mara mbili. Wazazi kuwa na watoto maarufu, kuna changamoto mara mbili. Wa kwanza ni wazazi wako wewe, kwa maana ya wazazi wetu kwenye hicho kipindi na kizazi kilichopita ambacho media haikuwa sana kama sasa jinsi ambavyo ipo. Kulikuwa kuna social media kama sasa wakati wewe nafikiri media zilikuwa zinahesabika, radio zinahesabika. Nafikiri kulikuwa kuna Instagram na enzi hizo. Kwa hiyo hata wazazi walikuwa hawajui changamoto za media sawa sawa. Ndio maana walikuwa wanaona ni pressure sana kwa watoto wao kuwa maarufu. Lakini kwenye kizazi chetu sisi, kwa maana ya watoto wetu sasa, watoto wako wewe hawawezi kuja kukupa pressure wakiwa famous, kwa sababu wewe upo kwenye kizazi ambacho tayari media ipo, social media ipo, na unajua kwamba social media ina impact ya namna gani. Kwa mfano mimi, watoto wangu wanavyokuwa, kwanza nilikuwa nafikiria kuwafungulia akaunti za social media. Wengine wako la 3, wengine la 5, wengine watoto wangu wa kwanza wako la 6 sasa hivi. Lakini nilikuwa nafikiria hawa watoto nilikuwa nafikiria namna ambavyo social media inaweza ikawa kama yani inaweza ikawaletea positive impact kwenye maisha yao. Kwa nikasema mimi leo napambana kutafuta followers 10,000, lakini kama mtoto wangu leo akiwa darasa la 5 au la 6 nikamfungulia Instagram, nikajua tu anapenda nini, akaanza kupost vitu kule, miaka 10 baadaye anaweza kuja kuwa na followers wengi sana. Kwa nikija akija kuwa na amemaliza labda form 6 au anaingia chuo mwaka wa kwanza, ana followers wa 10,000, tayari nitakuwa nimempa mtaji mkubwa sana. Kama akianza biashara yoyote wakati huo, haitakuwa ni rahisi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba anakuwa tayari anaendelea kujifunza kila siku, anamuona babake, anamuona nani. Mtoto wa darasa la 3, la 4, la 5 sasa hivi anaweza kuingia huko kwenye Instagram, wanaona. Kwa hiyo nataka kusema kwamba watoto wetu sisi hawawezi kuja kupata shida na changamoto za social media na changamoto za umaarufu, na mimi siwezi kupata shida, kwa sababu natakuwa tu nimfundishe kwamba umaarufu uko hivi, na yeye mwenyewe anaona kwamba hakuna maarufu yoyote Tanzania ambaye hapigwi mawe. Hapigwi mawe. Kwa hiyo wanajua kwamba wanakuwa wakiwa wanajua, kwa hata wao wakikutana nacho hakitakuwa ni kitu cha ajabu. Kwa hiyo niseme kwamba wazazi wa zamani ndio walikuwa na changamoto, kwa sababu walikuwa hawajajua hizi social media zikoje. Lakini wazazi wa sasa hawawezi kuwa na tatizo wakiona watoto wao wanakuwa maarufu, kwa changamoto watakazokutana nazo. Nadhani haitawapa sana stress, kwa sababu wameishi kwenye kizazi cha social media.